Kabla mwezi wa 10 haujaisha, nataka turudi miaka 21 iliyopita, tarehe 12 Oktoba mwaka 2003 alipokamatwa Nguza Viking na mtoto wake Papi Kocha. Najua wote tutakuwa tunawafahamu, especially kwa famous name kama Babu Seya. Nataka leo to dive in kwenye story yao na kesi yao in general. Mwaka 2003 tarehe 12 Oktoba, Babu Seya na wanae watatu walikuwa wameshikiliwa na kuwekwa kwenye kituo cha polisi cha Magomeni wakishtakiwa kwamba wamewalawiti na wamewabaka watoto 10 wa kike wa shule moja ya msingi inaitwa Mashujaa iliyoko Sinza. Watoto wale walikuwa na miaka kati ya miaka 6 mpaka miaka 8 na walikuwa wanatoka kwenye shule moja ya msingi inaitwa Mashujaa ambayo ipo Sinza. Kwa hiyo ilikuwa ni baada ya mtoto mmoja ambaye aligundulika na bibi yake kwa maumbile yake yameharibiwa, na bibi akamuuliza kuna kitu gani ambacho kimekutokea mpaka maumbile yako yameharibika. Yule mtoto akamwambia kwamba mimi na wenzangu tulikuwa tunaingiliwa na Babu Seya. Yule mtoto akataja kila kitu na akataja wenzake ambao pia wamepitia vitendo kama hivyo, na baadaye yule bibi akaenda kupeleka hizi taarifa kwenye vyombo vya dola ambavyo vinashughulikia hili tatizo in general. Kwenye history kidogo cha kushangaza ni kwamba watoto hawa wote 10 ambao walikuwa wamefanywa vitendo hivi walikuwa wote kutoka kwenye darasa hili moja. Baada ya siku 4 Babu Seya na watoto wake wakapelekwa kizimbani na kufika kule wakasomewa mashtaka yao ambao mashtaka yalikuwa ni 20. Mashtaka 10 ni ya kuwabaka watoto 10. Inamaanisha kila mtoto mmoja ni shtaka moja. Tunahitaji either way. Another cases hizo zingine ambazo zimebakia 11 zitimie 21 ilikuwa ndio hiyo kuingilia kinyume na maumbile yao. Kwa hiyo wakawa wamesomewa kesi pale, wakakutikana kwamba wana hatia, wamefanya hayo makosa, na mwishowe kusomewa kesi kwamba wanafungwa kifungo cha maisha. Turudi nyuma kidogo. Kina Nguza ni nani na Nguza Viking ni nani? Babu Seya ni nani? Papi Kocha ni nani? Hawa walikuwa ni wanamuziki ambao at that time ukimuongelea Papi Kocha, ukimuongelea Babu Seya ndio walikuwa wanafanya vizuri. Walikuwa, unajua muziki wa Kongo ulikuwa umewateka watu wengi sana. Hata sasa hivi ukiwa unaona watu wengi sana ambao pia wana pesa, walikuwa wanatumbiza kwenye sehemu ambazo pia unajua watu ambao wana hadhi yao walikuwa wanaenda kwenye hizo sehemu. Mwaka 2004 sasa, baada ya kukutikana na hatia, wakawa wamefungwa kifungo cha maisha, na baadaye hapo wakawa wanajaribu sana kuappeal hapa na pale, wakiwa wana reasons zao ambazo pia nitazielezea mbele, na kila wakiwa wanajaribu kuappeal kesi zao walikuwa wanakataliwa. Kesi yao kuendelea kukataliwa kuwa appealed. Kila wakijaribu kuappeal wanaambiwa hapana, haiwezekani. Na baadaye yule mwalimu mmoja ambaye naye alishikwa kutoka kwenye hiyo shule, ambaye inasemekana na yeye pia alikuwa amefanya vitendo kama hivyo, aliachiwa huru na ikasemekana kwamba hajafanya makosa yoyote. Na watoto wengine wa Babu Seya walikuwa wameachiwa huru wakiwa wameendelea kumshikilia Papi Kocha na kumshikilia Babu Seya mwenyewe. Hawa watoto wengine wakawa wanasema kwamba hakuna evidence ya kuendelea kuwashikilia kwa sababu evidence zilizopo hazina mashiko kusema kwamba wamefanya hivyo vitendo exactly. Basi mwaka 2004 wakajaribu tena, walijaribu kwa style ya tofauti kidogo. Walijaribu kumuomba Kikwete aweze kuwaachia, na hii ilikuwa baada ya kulikuwa kuna kama event ilifanyika gerezani na kina Babu Seya pia walitumbuiza kule gerezani, na wao walitunga nyimbo na kuomba kwamba waachiwe huru, wasamehewe kama Yesu pia alisalitiwa na akasamehe, na wao pia wanaomba wasamehewe. Lakini hakukuwa na kitu kingine chochote ambacho kiliendelea baada ya hapo. Hatimaye sasa mwaka 2015 kina Papi Kocha wakaona isiwe shida, wakaamua kwenda kuripoti na kufungua kesi kwenye mahakama ya African Union ambayo inahusiana na mambo ya haki za binadamu. Na walikuwa sasa wana claims zao ambazo hizi claims walikuwa wanazielezea tangu walivyokuwa wanajaribu kuappeal kesi yao na kuomba kwamba watolewe gerezani. According to kina Papi Kocha na baba yake Babu Seya, walikuwa wanaelezea kwamba walivyokuwa wameshikiliwa hawakuambiwa makosa yao. Baada ya siku 4 sasa, baada ya kushikiliwa ndo walipoambiwa kwamba wao wamefanya makosa haya na haya na wanaenda kuwa charged na rape, yani kubaka na kuingilia watoto kinyume na maumbile. Lakini claim yao nyingine ilikuwa ni kwamba kati ya watoto ambao walikuwa wamebakwa kuna mmoja ilikuwa imesemekana kwamba ameambukizwa ukimwi na gonorrhea, lakini kina Papi Kocha wakawa wameomba wapelekwe hospitali wakapimwe
kati ya wao kama kuna mmoja wao ana ukimwi, ili kuweza kuthibitisha kama iko kitu kweli kimehappen. Lakini hiyo request ilikataliwa na mahakama, wakasema kwamba hakuna kitu kama hicho. Na hii ilikuwa, nadhani ilikuwa ni point moja hapo ilikuwa nzuri sana kuweza kutafuta evidence kama kweli hawa majamaa wamefanya hiki kitu au hawajafanya. Kwa hiyo walivyoenda kule kwenye mahakama ya haki za binadamu, walikuwa wameelezwa kwamba walinyimwa haki yao ya kwenda kupimwa ili kutafuta ushahidi zaidi. Claim nyingine pia walielezea kwamba walivyofika mahakamani wakawa wanajaribu kuuliza hawa waliosema kwamba sisi tumewabaka ni kina nani, tunataka kuwafahamu. Na hata hivyo evidence zimekuwa based sana kwa wale watoto walichokielezea kwamba wamefanyiwa rather than evidence. Hakukuwa na strong evidence ya kusema kwamba hawa watu kweli wamefanya hiki kitendo. Na hata hivyo wakawa wanasema kwamba hata maelezo yao kwamba walifika nyumbani wakielezea nyumba ya kina Babusea, nyumba ya kina Papi Kocha, wakawa wanasema hawa watu ambao wanawatuhumu, ambao hawa ndo watoto na wazazi wao, walienda kutembelea nyumba ya kina Babusea kabla ya kesi kuanza. Kwa hivyo ni rahisi kwa wao kufahamu maeneo mengi ya ile nyumba na kuelezea labda vitendo vilitokea kwenye kochi au vilitokea kwenye chumba fulani. Kwa hiyo ni sio strong evidence kwa kurule kesi ya kumfunga mtu maisha. Na tukumbuke kwamba kesi ya kina Babusea ilikuwa ni Tanzania versus Babusea, Nguza Viking na Papi Kocha. Kwa hiyo walivyokuwa wameenda kushtaki kufungua kesi nyingine kwenye mahakama ya haki za binadamu kina Papi Kocha sasa na baba yake walikuwa wameishtaki Tanzania, serikali ya Tanzania, kwa kukosa evidence sahihi ya kuhukumu kesi yao. Basi kesi ikaendelea kurindima huko kwenye mahakama ya haki za binadamu ya African Union, na Tanzania sasa ilikuwa ina maswali ya kujibu kuhusiana na hii case. Kumbuka kwamba hawa vijana, huyu baba Babusea na mwanae Papi Kocha, walikuwa tayari wanaishtaki serikali ya Tanzania kwa kutokuwapa haki zao za msingi, haki zao za kibinadamu, kwamba walikuwa wamekalishwa gerezani muda mrefu bila kuambiwa makosa yao, lakini vile vile kutopewa haki ya kwenda kupima kama hivyo wanavyosemekana kwamba umemwambukiza mtu ugonjwa fulani, mtakuwa mnaona kwamba evidence ingekuwa imepatikana kiurahisi. So Tanzania na wao wakajibu wakasema kwamba hizo so strong claims, na kwamba tayari kwenye court of appeal walivyokuwa wanajaribu kuappeal hizo claims zilikataliwa. Kwa hiyo kutakuwa hakuna any importance, hamna umuhimu wa kuagrantia hiyo appeal au kuwaachia huru. Na tukumbuke jamani, hapa kina Papi Kocha na mwanae walikuwa wanaidai, yani walikuwa wameandika sasa pale kwenye ile kwenye hiyo case kwamba watakuwa wanadai serikali $20,000. Hiyo ni kwa Papi Kocha, kwa Babusea na Papi Kocha peke yake. Kulikuwa kuna kama hela nyingine ambayo kama $5,000 kila mmoja ambaye alikuwa anahusika kwenye hii kesi alikuwa anatakiwa kulipwa. Lakini pia vile vile kulikuwa kuna legal fee ambao pia walikuwa wanaomba walipe, kwa sababu wametumia pesa nyingi sana kwenye kuwalipa hawa wanasheria na kulipa kila kitu ambacho kilikuwa kunahusikana na hii kesi yao. Basi interesting part, mwaka 2017 Papi Kocha na Babusea waliachiwa huru hatimaye, na hiyo ilikuwa imeachiwa kwa msamaha wa rais. Kipindi hicho alikuwa ni Rais Magufuli, Mungu amlaze mahali pema peponi. So akawa amewaachia huru na wakawa wametoka na wako free. Lakini kwa hiyo Tanzania ikabidi wapeleke taarifa kwenye ile court ambayo kwenye mahakama sasa ya haki za binadamu ya Afrika, na wakasema kwamba tayari hawa wameshaachiwa, kwa hiyo hizi claims zitupiliwe mbali, zifutwe sio na nini. Lakini sasa mahakama ya haki za binadamu wakakataa, wakasema okay fine, nyinyi mmeshawaachia hawa huru. Mwaka 2018 nadhani ndio walikuwa wametoa 2018 2020 ndio walikuwa wametoa hukumu ya mwisho kwamba Tanzania inabidi walipe kiasi cha milioni 20 Papi Kocha na baba yake Babusea, lakini vile vile legal fee haitolipwa na mtu yoyote, kila mtu atalipa legal fee yao. Kwa hiyo kuna baadhi ya claims ambazo walikuwa wamezikubali, na wakawa wanasema kwa nini haikuruhusiwa wao kwenda kupimwa hiyo damu na kujua kama kweli wana ukimwi au la. Kwa hiyo baada ya hapo Tanzania ilibidi walipe kiasi cha pesa. Sijui kama wote tulikuwa tunafahamu kuhusiana na kesi hii kwa undani. Kwa hivyo bye.